kuwa nguvu kazi kubwa ndani ya wilaya yetu inatoka kwa vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35. Pamoja na ukweli kwamba serikali kwenye eneo la vijana imeweza kupanua wigo zaidi kwa kuongeza umri kwamba vijana angalau tuwatambue mpaka miaka 45, lakini kwa maana ya sensa iliyofanyika mwaka 2022 ambapo umri wa vijana tuliendelea kuwatambua mpaka wenye umri wa miaka 35. Kwa hiyo bado hizi ni fursa ambazo zimetolewa na serikali ambazo zinatakiwa ziwaguse vijana. Ni lazima tukubali na ukweli kwamba vyuo vyetu sasa hizi ni vingi, vijana wanaozalishwa vyuoni ni wengi, na ili waweze kuendesha maisha yao, kwa sababu haiwezekani kijana ambaye amesomeshwa na familia yake amemaliza chuo akakaa nyumbani akaanza kusubiria ajira. Wakati anasubiria ajira, awe na kitu ambacho anakifanya ambacho kinamuingizia kipato, na kupitia hiyo ndio maana tunaona Mheshimiwa Rais ameweza kuweka fedha kwenye mabenki haya ili zikaongeze nguvu kwenye fedha ile ambayo inatolewa na halmashauri ya 10% isiyokuwa na riba. Kwa hiyo hili ni eneo jingine ambalo vijana wanaweza wakachangamkiwa. Naomba sana idara, ofisi ya maendeleo ya jamii waendelee kutuletea ili vijana waendelee kuimarika na makongamano haya na fursa nyingi waweze kuzipata. Wa vijana na wakina mama pamoja na walemavu, naendelea kuhamasisha wasiogope, ili waweze kuwa na vikundi vinavyotambulika kuanzia kwenye kata yao na kwenye vijiji, na watendaji wanavitambua ili waweze kwenda kupata fursa hizi, waweze kujikwamua tokane na shida mbalimbali ambazo wanazo. Fursa ambazo tunazitoa kupitia mikopo ya 10%, lakini ile mikopo ya 7% ambayo serikali imeingia ubia na benki ya NMB, ni kwamba kwanza unatakiwa upate elimu kama kijana, na ndio maana tumeitisha kongamano hili. Kwa maana afisa biashara atawapitisha na afisa maendeleo ya jamii atawapitisha. Kwa maana vijana wanapaswa kwenye mikopo ya 10%, vijana wataunda vikundi vya watu kuanzia watu 5 na kuendelea. Wataandaa maandiko mradi, wataandaa katiba, wataandaa taratibu zote zile za kisheria za kufungua akaunti na mitasari ambayo inatumika ndani ya ofisi, ili waweze kuwa na sifa ya kupata mkopo wa 10%. Na mimi leo katika halmashauri ya wilaya ya Kwimba tumekutana na vijana zaidi ya vijana 300 ambao hawa ni vijana wanufaika wa mikopo ya 10%, lakini vijana maafisa usafirishaji, vijana wa vikundi mbalimbali na vijana ambao wanaziona ndoto zao na wameamua kuchukua hatua. Katika haya tumejifunza masuala mbalimbali ya uwezeshaji wa kiuchumi, namna ambavyo fedha zinazotolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinakwenda kunufaisha kijana mmoja mmoja wa Kitanzania bila kujali itikadi yake ya chama, dini, umri na maeneo aliyopo, ili mradi tu ana renji katika ile renji ya vijana. Kijana mwenzangu, fursa hizi zimekuwa ni mwendelezo wa serikali yetu katika kutusikiliza vijana ambao ndio wenye serikali, ambao ndio kundi kubwa ambalo limebeba mustakabali wa uchumi wa nchi yetu. Tumejifunza vitu vingi vijana, tumejifunza jinsi ya kujiajiri wenyewe, wanatuelekeza jinsi ya kujiajiri wenyewe, pia na fursa mbalimbali wametuelekeza. Hata kama kijana asipoajiriwa na serikali anaweza kujiajiri mwenyewe binafsi kwa kupata ule ujuzi na kuweza kufanya mwenyewe kazi ya kujiajiri na kuweza kuajiri vijana wengine. Kitu cha kwanza ni kwa sababu kupitia fursa hii sisi kama vijana tuna uwezo sasa wa kumaliza mafunzo yetu hapa chuoni. Mfano sisi hapa mwaka wa 2 tunaenda kumaliza mwaka huu, na hata ambao umetutangulia pengine alivyosia ambao anaenda kumaliza mwezi wa 5, wana uwezo wa kuweza kwenda kukopa sasa hizo pesa, kutengeneza kikundi na kupewa na kuweza kujiendesha wao kama wao, ili kuweza kutengeneza uwanda mpana katika maisha, ili hali tuweze kujenga taifa letu pamoja.